Ladies and gentlemen, William Samuel Ruto signed an MOU with ODM. Ndio wanyanyase wa Kenya. So after that, Raila alitumwa aende huko Nyanza, specifically Kisii, ili ya test ground. Alipata kama ground haitaki broad-based government. Then after that, watu wa Kisii wameheckle mpaka wakavuja viti. I don't think if almost 15,000 people wanaweza nunuliwa waende waharibu mkutano. Ni ngumu sana kulipa watu 15,000. Utawatoa wapi wafike 15,000 ili waende wavuruge mkutano? So that is a clear pure heart in the ground. Hakuna mtu mwenye amelipa mwenzake aende haribu mkutano. Ao ni heart from the ground. Then number 2, after that, William Ruto pia amejitokeza wazi ili aanze campaign Nairobi, a test naye ground. Naye Nairobi ni wajanja, hawana kierere. Na ukiona hiyo mkutano ya Ruto Nairobi, there are key allies in ODM walikuwa missing. Sikuona Babu Owino, sikuona Edwin Watenya Sifuna, sikuona Timothy Wanyonyi. Wale miss. Wao ndio wana ODM Nairobi. So the moment William Ruto anatembea constituency zao na wao hawako, meaning wamekataa broad-based government, hiyo inamaanisha kwamba Ruto lazima rudi a drawing board. Alikuwa na governor, that is right. Senator hakukuwa, Senator wa Nairobi hakukuwa, is missing. Babu Owino hakukuwa, Timothy Wanyonyi hakukuwa. Alikuwa na people like Junet Sheikh Mohamed. Huwezi niambia Junet anaweza toka huko Migori, huko Suna, akuje mobilize votes for William Ruto Nairobi. Ni kama unauza nguruwe easily. It is impossible, ni ngumu sana. Kuna faces. Siasa ya Nairobi huwezi linganisha na siasa ya Usago. There are two things. Ni different. Siasa ya Nairobi ni different. So as you all know, Azimio ndio ilikuwa na majority members of parliament in Nairobi. Na hao Azimio wote wameboycott. Because you cannot tell me eti Junet Mohamed anatoka huko mbali akuje kuambia wewe unaishi Nairobi, unalipa rent monthly, pesa hata kama ni pesa kidogo ni yako. Alafu akuje kuambia eti pigia huyu aje ajue ile shida yenye iko Nairobi. Alafu anakuja hivyo. So kama ingekuwa wale MPs wenye wako Nairobi, wameelektiwa Nairobi, ndio wanasema hivyo ama wanaunga yeye mkono hivyo, then ingekuwa tu sawa. Lakini kuona umati kubwa ikijitokeza nje, Nairobi watu ni wengi. Anytime uite mkutano lazima ikuwe inajaa. Kuna wale wa kusikiza tu ile unasema, lakini hakuna action. So William Ruto and Raila Amolo Odinga before 2027 general election, wote lazima warudi tena drawing board. Hii coalition haiendi bali. Na watu hawataki coalition. Ni ya kunyanyasa watu. Kwa sababu gani? I have heard one day Raila saying that Ruto ni mwizi. Then how can you combine again na mwizi? Last time hata masiku ijapita sana unasema huyu fulani ni mwizi. At the same time unaambia wafuasi wako huyu sasa amebadilika ni mzuri. Mwe wana mwizi anabadilika hivyo. So Raila yeye ameenda tu hapo na interest yake. Ni interest tu ya siasa. Hizi propaganda yote eti mwingine ni mwizi nini, hizo ameignore na anawaambia sasa mpigie kura 2027. So kama wafuasi wake hawakumpigie kura na waliona yeye kwa ballot, hawakupigia kura, I don't think kama wafuasi wa Raila watapigia William Ruto kura 2027. There are some people who have believed that they are there to support Raila, not to support any candidate Raila ana support. So the moment Raila amejitokeza wazi
na anasema eti kwamba Ruto tosha. Kuna wandani wake ambaye hawataki William Ruto na wako na wafuasi wengi, e.g. Edwin Sifuna, Babu Owino and Timothy Wanyonyi. They don't want William Ruto. So watatoka na watu wao kwa hiyo mrengo ya Raila. Sasa Ruto atapata kura wapi? That is my question. We all know that anything can change between now and 2027. But any coalition wenye Ruto ataform, wananchi wa kupiga kura watatoka hapo, hawatakaa hapo. They don't want William Ruto. Then another thing, muliona kuna jamaa mmoja anatoka huko Rift Valley. Muliona vile aliongea wakati Raila aliungana na William Ruto. Aliongea mbaya na akasema kwamba Raila hata aungana na William Ruto, huwezi ukaamini Raila, na ni ukweli. So hata watu wa Rift Valley hawataki Raila wafanye nini? Waongane na William Ruto juu watanyanyasa watu. So kama wandani wa UDA ndio hawataki, then do you think ODM, people from ODM will vote? Wata migrate na any party yenye itakuwa wataenda watapita nayo apart from UDA na ODM. Ladies and gentlemen, that is how I'm seeing it, that even if William Ruto campaign both day and night in Nairobi, it is going to be more difficult for Sakaja to be re-elected again in 2027. Thank you very much.